ni cha Anza na Bwana na kitengo ni cha taarifa kwa ufupi. Kumbuka kwamba taarifa hizi pia zinapeperushwa mbashara kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inaitwa AGR News. Kwa hivyo natumai kwamba iwapo unafuatilia kwenye radio, unafuatilia kupitia application yetu, unafuatilia kupitia tovuti yetu, unafuatilia kupitia mtandao wa Facebook na vile channel ya YouTube, nyote mnapokea taarifa ambazo ni sawa. Nikianza moja kwa moja, waziri wa elimu Ezekiel Machogu hii leo anatarajiwa kutangaza matokeo ya mitihani ya kidato cha 4 ambayo yalikamilika kusahihishwa wiki iliyopita. Nirejee nikupatie niendelee kukujuza taarifa hizo kwa ufupi jinsi ambavyo zitakuwa zinaletwa kwako. Anyway, naona kwamba mtandao umekuwa sambamba, mtandao umekuwa sahihi zaidi. Kwa hivyo niruhusu niendelee kukujuza zile taarifa. Kuna mwingine ameniambia pale, masi hatukoni, lakini nimerudi hapa ndani. Azimio la Umoja wa Kenya vinara pale walizungumza na vyombo vya habari hiyo jana, wakiongozwa na Stephen Kalonzo Musyoka. Martha Karua alikuwa pale pamoja na viongozi kadhaa, akisema kwamba wanangoja kurejea nchini kwa kinara wa ODM Raila Odinga ili waone taarifa ama hatua ambayo watachukua kuhusiana na taarifa ile. Mtazamaji na msikilizaji, mwanamke ama mkewe mwanamume aliyeaga katika ajali ya barabarani wakati ambapo gari alimokuwa akisafiria lilitumbukia katika bwawa la Murera kule Juja, amezungumza. Yule mwanamke anasema kwamba alikuwa amezungumza na mumewe kabla hajarejea nyumbani, na inatumiwa kwamba kuna mwanamke ambaye alikuwa kwenye ile gari vilevile ambaye pia aliangamia na hajatambuliwa mpaka sasa. Na bunge la Seneti hiyo jana lilifanya kikao ambapo lilifikia kuteua wanachama 7 ambao watakuwa wanasimamia ama watakuwa kwenye jopo la kuwatafuta makamishna wa IEBC. Kulingana na yale ambayo yalipitishwa ni kwamba vyama vya kisiasa vitatoa mtu mmoja, tume ya huduma za bunge itatoa watu 2, tume ya huduma za umma mtu mmoja, viongozi wa kidini watakuwa 2 na chama cha mawakili kitakuwa na watu 2 katika lile jopo. Kwa hivyo ni swala zima la kungoja tuone hili jopo ambalo litakuwa limeteuliwa, makamishna wapi ambao watateuliwa wa IEBC watakuwa ni akina nani. Na kwingineko ni kwamba watu 2 waliuliwa
katika eneo la katika boda ama mpaka wa West Pokot na Elgeyo Marakwet baada ya wezi wa mifugo kufanya uvamizi eneo lile, na wale waliouawa ni walikuwa wachungaji wa kondoo na mbuzi pale. Wezi wale walitoweka na mbuzi 30, na inasemekana kwamba walitoweka kuelekea eneo moja kule Elgeyo Marakwet. Kumbuka kwamba ni taarifa ambayo inakuja wakati ambapo juhudi zinaendelea kuwekwa na waziri wa usalama wa ndani wa kitaifa Profesa Abraham Kithure Kindiki kuhakikisha kwamba usalama unarejea katika maeneo tofauti tofauti hapa nchini. Si ile shambulizi peke yake, kumekuwa na mashambulizi kule Mandera, mashambulizi kule Garissa na mashambulizi katika eneo pana la bonde la Kerio ambalo kwa kweli ama mashambulizi ambayo yamekashifiwa sana na viongozi tofauti tofauti. Na waziri mkuu Musalia Mudavadi sasa amejitokeza na kukashifu vile kutupilia mbali tetesi za Azimio la Umoja wa Kenya kwamba Raila Amolo Odinga alishinda uchaguzi wa Agosti 9. Aliyezungumza haya kumbuka kwamba baada ya tetesi kuibuka kwamba kuna mtu ambaye ana taarifa ambazo zinazungumzia kuhusiana na ushindi wa Raila. Martha Karua akizungumza hiyo jana alisema kwamba tulikuwa tunajua, sasa hii inatupatia mwanya kupokea ama kufanya audit ya zile server za IEBC. Na jiuliza, si server zilifunguliwa baada ya mahakama ya upeo kuamuru under supervision ama ni server zingine zipi? Ni swali ambalo najua kila mmoja wenu pia anajiuliza kunaendaje. Lakini kumbuka kwamba katika ile rufama ile kesi ule upande ambao ulikuwa ni wa Raila Amolo Odinga ulikuwa umeteta kwamba server zikufunguliwa rasmi, lakini kumbuka kwamba hata wale ambao walikuwa representatives kutoka kwenye mahakama they confirmed kwamba server zilifunguliwa. So ni masuala ambayo tutakuwa tunafuatilia tujue yanafanyika vipi. Kumbuka kwamba leo Rais William Ruto anatarajiwa kuzindua mbolea ya bei nafuu katika uwanja wa ACK kule Kitale, ambapo vile wakazi wa eneo lile wamejitokeza kutaka vile serikali ya county ya Trans Nzoia kutoa pia ufadhili wa ile mbolea ili angalau ile mbolea ya bei nafuu ishuke bei hadi shilingi 2,500. Ni baadhi tu yale ambayo nilikuwa nimekuandalia hapa ndani. Nitarudi baadaye nitambue wale ambao wanaendelea kufuatilia kipindi hiki kupitia websites zetu zote, channel zetu zote na kila mahali ambapo nafuatilia. Naitwa Masiontita na kwa